kuna kuomba, lazima ujifunze kuomba, na kuomba ni kuzungumza na Mungu sawa sawa na nani, sawa sawa na Isaya 43:26, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Au Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usio yajua. Kuzungumza na Mungu wako. Kwa hiyo kuna kuomba, kusihi. Sasa unaona kuomba na kusihi tofauti. Kusihi ni kuomba lakini kwa kubembeleza. Yaani ninapomwendea mtu nikamsihi, naomba, ninakusihi unisaidie hiki, maana yake hakiko chini ya uwezo wangu, kiko chini ya mamlaka ya yule ninayemwendea tu. Maana yake ni kwa huruma yake tu anipatie. Kwa kuna maombi ya namna hiyo ya kumwendea Mungu, kumwambia Mungu, kwa huruma yako nifanyie hiki, sistahili mimi, jamani, mimi ni mkosefu mno Mungu, naomba wewe kwa ridhaa yako tu unifanyie hivi. Hapo sile chochote cha kuweka. Lakini kuna aina hizo tu, ni kuita kwa nguvu. Sasa kuna kuita kwa nguvu. Kuita kwa nguvu tofauti na kusihi. Anayeita kwanza ana assurance fulani, tofauti na anayebembeleza. Anayesi anabembeleza, hawezi kuita huyu lazima aende, tena huyu huwezi kupiga simu unaenda muonane uso kwa uso. Kwa jinsi ombi hili lilivyo, naenda tuonane uso kwa macho, ni muombe huku jicho likitoa chozi alione chozi, anihurumie kwa hali nilionayo, ndio kusi. Sasa anayeita anaweza kapiga simu huko anaagiza tu, bwana kile kinani bwana, yani kama hivyo. Kwa hiyo sisi kuna wakati tunamwendea Mungu kama watoto, tunamuita kama baba yetu pekee, hatuna baba mwingine. Baba wetu ya duniani amepata ubaba kutoka kwake yeye, ndio baba, ndio top wa baba. Ndio maana Paulo anasema nampigia Mungu magoti ambaye kwa yeye ubaba wote unaitwa. Yaani ndio baba yetu wa top wa mwisho kabisa. Yuko mjomba wangu mmoja maskini ametangulia mbele za Mungu, alikuwa ananifurahishaga sana. Akishapiga vitu vyake viko kichwani, yeye alikuwa anasema mjomba, hatuna mwingine, yeye tu, kingi wa kingini. Yes, mnaongea Kiingereza chenu unasema the king of kings. Yeye anasema yeye tu, kingi wa kingini. Kwa hiyo tunaye kingi wa kingini bwana, tunayemuongelea huyo. Kuna kuita tena anasema ni kutaka, lakini kuna wakati unataka kama mwana wa Mungu. Sasa kuna mtu anasema sasa hicho si kiburi. Ina maana kanisa halijui kwamba kuna kitu kinaitwa kiburi mpaka linaandika hiki. Kanisa linajua kwamba kuna wakati ule wana, yani ule wana unatawala, yani ule wana wa Mungu unatawala. Naenda tena kwa Mungu si mnyonge, naenda kama mwana mwenye haki, nawaambia dadi, hii hapa nataka, kutaka. Na mimi kwa kweli nimewahi kuomba maombi ya namna hii na nimepata. Nataka baba, hii nataka. Hapo siweki lakini si kama nitakavyo. Hapo mimi nataka. Zaburi ya 20 aya ya 4. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako. Sio kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu, ni kwa kadiri ya haja ya moyo wangu. Nataka. Hiyo ni hekima ya kanisa. Ni kulalamika. Kuna wakati bwana Mungu wala umezidi bwana. Hapa hapana. Baba hapa hapana. Unalalamika, ni haki yako. Tena ni ile haki ya kimwana. Yaani unajua mtoto kwa mfano, unajua kwa mfano wanao Glory na Gloria wanapokuja mbele zako, kuna wakati wanaleta madai mengine hata wewe unashangaa wanachotaka nini. Actually wakielezi ile unasikia tu wananungunika tu mara kufinyifinya kusukume. Yaani sasa wewe unaelewa kama baba kwamba huyu atakuwa anahitaji twende nyumbani saa hizi, kachoka ukaa hapa. Unaona? Sasa ndio kwamba kulalamika. Kuna wakati mwana ana uhuru wa kulalamika mbele ya baba yake kwa sababu ni mwana, anaongea mbele ya baba yake. Ndio sababu kubwa katekisimu inaweka hivyo. Kulia. Kuna kulia. Kuna watu sana mnalia napiga jamani, hivi mtu anayelia mbele za baba yake tena wa mbinguni si bora sana? Mimi nikilia kwa watu wa mataifa wataniacha salama? Yaani niende nikakae mtaani nianze kulia, kila mtu azawa chizi. Sasa kama mtaani naitwa chizi kwa sababu nalia,
Sasa ingawa watu wanalia. Hata maandiko yanasema msilie tulipoanzia. Watu wanalia. Futa machozi. Wanalia. Watu wanalia. Anaona mtu fulani mkubwa anapita hapo, analia anajigaragaza, akizani atapewa haki yake. Alafu mwisho wa siku inaonekana tu hata yule aliyekuwa anamlilia amjali kama hajamuona. Kwanza kuna kitu mke wangu kanionyesha, nimecheka kweli. Kuna mtu mmoja alirusha kikripo fulani, mke wangu akasema nitaka nikuonyeshe jana hapo. Hebu ukifungue ukisikilize. Niliposikiliza nilicheka. Dada mmoja akasema nani kwenye kikao cha mkuu wa wilaya. Sio ulikiona umekiona? Kwenye mkuu wa wilaya dada anaomba asaidiwe aolewe. Lakini nimependa ile courage. Nimependa ule ujasiri, ndio hitaji lake. Na wewe ndio kiongozi wangu, mimi sina mwingine ninayemjua. Sema wazazi wangu walishakufa, mimi sina wazazi, naomba mnisaidie niolewe. Yaani nimependa ule